Katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ya 31, Biblia takatifu inasema, msiwaendee wenye pepo. Kuna watu ambao tumaini lao wanaliweka kwa waganga wa kienyeji, wanaliweka kwa wachawi, wanaliweka kwa wasihiri, wanawategemea kwa kila kitu, wanawategemea kwa mambo yao. Wengine nafika hatua wanaamua kutoa kafara, wanaamua kutoa kafara waume zao, wanaamua kutoa kafara wake zao, wanaamua kutoa kafara watoto wao ili wapate mali. Wanawategemea waganga wa kienyeji katika kupata mali, katika kupata utajiri. Biblia inasema tusiwatumainie waganga, maana hakuna msaada kwao. Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Yaani kwa tafasiri nyingine anachokisema Bwana ni hivi: mimi ndiye kimbilio lenu, mimi ndiye msaada wenu. Nitumainieni mimi, mnitegemee mimi, maana kwangu peke yake ndipo palipo na kimbilio. Msiwaendee hao waganga wa kienyeji, maana kwao hakuna msaada. Ni uongo tu, ni ubabaishaji tu. Kwa waganga ni ubabaishaji tu, lakini kwa Mungu peke yake ndipo palipo na tumaini. Biblia inatutia moyo ya kwamba tusiwaendee wenye pepo, bali tumaini letu tulijenge kwa Bwana. Lakini katika kitabu cha Zaburi sura ya 146 aya 3, Biblia takatifu inasema, msiwatumainie wakuu, ndio, wala binadamu, ndio, ambaye hakuna wokovu kwake. Yaani hata wanadamu wenzetu tusiwatumainie, maana hawana wokovu wa kutupatia. Ni Mungu peke yake ndiye aliye na wokovu wa kutupatia. Tusiwatumainie wanadamu wenzetu. Kuna watu ambao unakuta wameweka tumaini lao kwa wanadamu wenzao, na hata wakati unapofika, ikifika muda, wameiacha imani, wamemuacha Bwana, kwa sababu hawa watu walijenga tumaini kwa hao. Huenda ni wahubiri, huenda ni viongozi, huenda ni watu fulani mashuhuri. Wanapopoteza tumaini lao kwa Bwana, na wao wanapoteza tumaini lao kwa Bwana. Tumaini letu tulijenge kwa Bwana. Usilijenge kwa mme wako, usilijenge kwa mke wako, usilijenge kwa mtoto wako, usilijenge kwa kiongozi wako wa dini. Tumaini lako, mpenzi mtazamaji, lijenge kwa Bwana, maana yeye peke yake ndiye aliye na msaada, aliye kimbilio katika maisha yetu. Na Biblia inaeleza vizuri katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya ya 5, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Sasa weka hapo pia na maneno mengine. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mganga wa kienyeji. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni amemwacha Bwana. Amelaaniwa. Sasa kwa nini ukubali kulaaniwa, mpenzi mtazamaji? Mimi kwa kweli sikubali kulaaniwa. Ninatamani nimtegemee Bwana, nimtumaini Bwana, maana yeye ndiye kimbilio langu, yeye ndiye ngao yangu, yeye ndiye boma langu, yeye ndiye msaada wangu. Nitamtegemea Bwana, nitamtumaini Bwana katika maisha yangu yote, maana ameahidi kuyanyosha mapito yangu nitakapomtegemea. Wengine wanawategemea viongozi, Katika kitabu cha Mika 7 aya 5, Biblia takatifu inasema, msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Yaani wengine unakuta wanawategemea viongozi maisha yao yote, wanawatumaini viongozi. Inapofika hatua wanafanya makosa, inapofika hatua ya kuanguka, na wao wanaanguka. Msiwawekee tumaini viongozi, msiweke tumaini kwa viongozi. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako ili muweze kuendelea kuwa upande wa Bwana. Kwa hiyo tusiwawekee tumaini viongozi, maana hawana msaada, hawana wokovu katika maisha yetu. Tumwekee tumaini Bwana.